kufanya vitu visivyo na faida mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala msiuwe kukusanya matakataka. La ilaha illallah. Wakam dhata ayyama min umrika, ni masiku mangapi umepotea katika umri wako? Siku kiyama, kila siku unapofanya khair au unapokuwa unafanya jambo lolote, unapokuwa siku kiyama basi unaoneshwa. Mwenyezi Mungu alikuwa anasema ni mfano filamu show, kisanduku kinapita. Kile kisanduku ni ndio siku nzima. Unaangalia siku ya kwanza ulifanya nini? Unaonesha mkanda. Umeangalama tu unaangalia mkanda ule, angalia niliamka nilivyokuwa nafanya la kwanza, la pili, vituko, wenge yale. Pale baada ya kukimbia, pale baadaye nikaanza kupigana kale kanaondoka mpaka anakwenda uzama. Hii ni siku ya kwanza. Siku ya pili vile inakuja. Kama ilikuwa unafanya ya ajabu, kama unafanya mema, cha kwanza alhamdulillah, angalia tarehe fulani, siku fulani niliamka, angalia nilikuwa naamka vile mashaallah, nikamtaja Mwenyezi Mungu, alhamdulillah alladhi ahyana baada ma amatana, nikamshukuru Mwenyezi Mungu, nikamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikanukuza mswaki, nikaswali, nikatawadha, nikaswali tahajjud, nikaswali nikitugani nikamwomba Mwenyezi Mungu, ikaadhiniwa adhana salatu subuhi, nikajibu adhana ile biadhiniwa, najibu vile baada hapo nikaswali kablia, baada uradi ule nikaswali swala faradhi kwa jamaa, tena msikitini, sio nyumbani. Sio nyumbani kama kina fulani. Umeelewa? Sio nyumbani kama kina fulani. Na fulani ndo anaswali nyumbani, mtashaba bidhumi. Umeelewa? Unajua? Wataonesha walikuwa wanaswali nyumbani kama kina fulani. Nilikuwa naswali nyumbani kama mwanamke, angalia Allahu Akbar, bali naswali kama mwanamke kabisa ndani. Ya Allah, mtume angekwepa angekuja kuchoma nyumba yangu na kuni. Ya Allah, nikaswali siku ya kwanza, ya pili, Allahu Akbar, hata haya sina. Nilifanyaje vile ilahi? Unaonesha umeelewa? Au vipi? Badala Ramadhani ndio kuswali nyumbani huko, nikaswali nyumbani kabisa. Badala Ramadhani ndio kuswali msikitini, lakini nikaswali nyumbani huko, angalia niliswali nyumbani kama mwanamke. Umeelewa? Lazima itakuwa kukusikitisha. Umefahamiana? Mwezi Ramadhani ndio kazana kufanya khair, lakini ndio mtu anakimbia khair. Ndio mwanzo kuswali nyumbani kama mwanamke. Umeelewa? Mwanamke anapata thawabu sana za kuswali kama atakavyoswali nyumbani. Umeelewa? Mama tashaba biqaumin dhairu Sheikh Subhana kwa nasoma. Umeelewa? Man tashaba biqaumin fahuwa minhum, mwenye kujifanisha na watu ni katika wao. Dhairu japo kwa tamaa msuli. Kitabu mwanzo kimetoka kwenye Abiyati. Tuambia ya nini? Ya kabila nusi isma budita. Mwenye kubali na swala sikiliza, nikwambie maneno uongoke. Anasema Ramadhani imeingia, jitahidi na kupa thalatha fawaidi kibar, na kupa faida tatu kubwa. Ya kwanza kabisa, kufunga mwezi huu na swali isha na asubuhi kwa jamaa. Ndio alikuwa anasema zile habari kufutia. Umeelewa? Swala asubuhi na nini na isha kwa jamaa. Hii ndio ihya masiku matukufu yanayoisha kwa adna ihya. Umeelewa? Usiswali asubuhi nyumbani bwana. Mtume alitamani amwisha swali kimio, alafu achukue nyumba akawachomea nyumba wale wanaoswali nyumbani wanaume. Umeelewa? Allahu Akbar.
Sasa kama mtume alikuwa anaipaniki nyumba yako, itakuwa na baraka kweli nyumba hiyo? Itakuwa na baraka kama mtume anatamani aje ichome, sasa yuko kaburini kule. Alipokuwa haya alikuwa anataka kuchukua kuni akachome nyumba. Sasa alipo kaburini kweli huyo mtume ataiangalia nyumba vizuri kweli? Ina baraka kweli nyumba? Allahu Akbar. Kisa watoto. Kisa dako. Ndako mikono. Ukiswali ukila dako njoo msikitini moja direct. Meleka. Allahu Akbar. Habari kubwa hii. Au na ndogo. Kubwa. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mwenye kujifanisha na wanawake atakuwa kama wanawake, japokuwa atakuwa mzuri. Umeelewa au vipi? Si ndivyo vilivyo? Mwanzo anasema sisi kama kanso amwande. Mbona unisoma? Mbona umeandika? Ushangaa unasoma. Shangaa umeandika. Umeelewa? Tunafahamu swali ya swali subuhi kwa jamaa msikitini. Hii ndio Ramadhani. Sio tukuribua. Na sio kumaliza swala tunapotoka kwenye kwenye weekend. Imeleke swali salati subuhi kama msikitini mpaka jua litoke upate hija na umra. Imeleke kama msikitini mpaka swala mpaka jua litoke bwana upate swala za hija na umra. Unaenda wapi? Bwana shetani amefungwa au amekuachia matumizi makubwa nini? Maana kuna watu wakaenda kufungwa wanaacha matumizi makubwa. Nasema bwana mimi nasafiri kidogo. Huu muda ndani ya safari kwa matumizi haya itakutosha mpaka nitakaporudi mume wako. Umeelewa? Tumefahamu tumeacha matumizi nini? Tulia bwana. Umeelewa? Tulia msikitini kwa jua litoke. Alafu swali raka mbili. Upate hija na khairi jua nini? Khairi jua ya khairi. Awasi mwanamume. Rijalu la tulihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Rijalu la tulihim kuku wala rijalu la tulihim bay'un an dhikrillah. Unaacha hija na umra kwa ajili kuku. Wewe ni mwanamume kweli? Allahu Akbar. Jamaa moja muhuni. Kuna muhuni mmoja alikuwa anasema mimi nisoma darasa hivi ni bora tujinyonge na kamazi. Wallahi. Mwenyezi Mungu alikila kheri. Fadhasharu musimun lilmukbilin fakam dhata yamin umrikum. Ni mangapi masiku yamepotea katika umri wenu bila hawa kwa mambo ya lahu au bila au haramun au manam. Na wewe mwenye kuswali salati subuhi ukimaliza msafa unatoka mbio mbio kwenda kusikiliza taarifa ya habari. Umeelewa? Unakwenda kusikiliza majira. Mwanamke mzima unatumia majira. Unaogopea kushika mimba. Mimi najua majira ni dawa za kuzuia mimba. Kama msikitini bwana soma Qur'ani kwa jua litoke. Mtume wako amekwambia mwenye kuswali salati subuhi akajilazimisha msikitini mpaka jua likatoka kaswara raka mbili anapata hijatan wa umratan tamatani. Hujamwamini mtume wako? Unakimbilia majira nini? Astaghfirullah rabbil alamin. Nadhani utakuwa umesikia Usimesikia? Kile utakimbilia majira. فهيغسلوا صوفا سجلت بما عملتم ملائكة كرام. فهيا اغسلوا صوفا. Jamani
yaosheni madaftari yenu yaliyowasajili machafu. Malaika waliandika madaftari machafu mara karatasi imeandikwa sijui kitu gani, mara mipira imeandikwa sijui hapa daftari peji zimejaa mipira, Yanga Simba kuku. Meleka madaftari yamejaa kuku. Simba Yanga CCM kafu Chadema makatasi yamejaa full Chadema kafu CCM. Yaosheni ama uchafu bwana, haini uchafu sio kiama eti siri chochote. Imeleka yaoshe, huu ndio mwezi wa kuosha huu. Imeleka kama msikitini. Tulia. Huu ni muda wa msikitini huu. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu atakubariki. Kwa leo tutaanza kuswali alfajiri msikitini na ukaa hapo juu litoka, si ndivyo? Na kuna mwingine anakaa msikitini analala tu ana jambo huko. Kama msikitini lala ovyo inakupita haya. Itakulazimu baada hapo nini? Baada hapo lazima kuna utawadha na utoke nje tena. Unaanza thawabu. Ilazimisha bwana. Wana lala ovyo. Unalala ovyo. Soma uradi, mdhukuru Mwenyezi Mungu. Imam Ghazali alikusisitiza kwenye kitabu chake Bidatul Hidayah. Imam Ghazali amesisitiza watu kwenye Bidatul Hidayah kwamba baada ya salatu subuhi fanya adhkari. Amekupangia kwenye Bidatul Hidayah adhkari za kufanya na zina faida mbalimbali. Mwezi wa Ramadhani ndio ukimbia msikitini alifanyia kisa atadaku. Miezi mingine unajitahidi baada ya salatu subuhi unakaa mpaka yani unasoma uradi wa latifu. Mwezi wa Ramadhani ndio kuacha wa latifu. Astaghfirullah. Huu ndio mwezi kuzidisha. Sio mwezi kupunguza, huu ni mwezi kuzidisha. Shahr mazid naito. Mara alikuwa anasema nashangaa watu wanakesha usiku mwezi wa Ramadhani. Muhammad ni nashangaa mtu amekesha mwezi wa Ramadhani usiku kucha anafanya ibadati na utafuta Lailatul Qadri, alafu alfajiri nafika anakimbia kabla jua hajazama. Amara sana maajabu. Kesho usiku mzima utafuta Lailatul Qadri ujoshindo kufikisha jua litoke. Sasa mara anamshangaa mtu ambaye kwamba aliokesha usiku mzima amesoma swala fajr anakimbilia nje huyo anakimbilia giza anaenda kulala. Ni karaha kulala kabla jua hajatoka nje. Kipindi kile baada ya swala subuhi mpaka jua kutoka pale ndio wakati Mwenyezi Mungu anagawa arzaki hisia. Na mtume alikuwa anamchenjia Sayyidina Fatima za Batuli. Mtume alikuwa anamchenjia. Wewe Fatima amka taradhi lil fatila al-arzaq la. Wewe Fatima amka muda huo ufai kulala. Baada ya swala subuhi ni karaha. Na nyakati mbili zilizo karaha kulala. Baada ya swala subuhi mbili tatu baada ya subuhi kabla tule shams na baada ya asr wa baina al-maghrib wal hizi nyakati ni mbaya sana kulala, na ukizoea sana kulala zitakutia matatizo. Ukizoea kulala baada ya asr utachizika, ukifanya siku 40 utachizika. Kuna baadhi ya watu wanasema hivi. Jamaa mmoja aliambiwa ukilala siku 40 baada ya asri kabla al-maghrib ukalala mfululizo siku 40 utachizika. Jamaa anasema ngoja nikalale. Hebu ngoja nilale. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba mpaka 40. Zilipotimia 40 akatoka mtaani anasema jamani bwana sijachizika. Jamani bwana sijachizika. Jamani bwana sijachizika. Bwana sijachizika. Maana akaanza kuimba hii nini hiyo? Mtaa mzima anaimba mtaani. Bwana sijachizika, bwana sijachizika, bwana sijachizika, bwana sijachizika. Kumbe uchizi wenyewe. La Allah rabbil alamin. Mwenyezi Mungu atuifanye. Usilale baada salati subuhi. Ni karaha. Usilale baada salati subuhi mpaka jua litoke. Na usilale baada al-asr na usilale baada al-maghrib.
kabla ya isha, wala kujiegemeza isipokuwa mwezi wa Ramadhani tu ndo na kidogo wanachoona nasema kwamba inafaa kama unajiegemeza baada ya futuru kwa ajili ya kupata nguvu za uswali tarawih. So nguvu za uji uingie ili ukakaa mtaani. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na mimi naamini shaitani atujalie kila khair. Subhanallah.